Naam, karibu tena katika mwendelezo wa simulizi ya sehemu ya pili ya maisha na historia ya mtukufu daraja Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallama. Simulizi wako ndimi Abdullahi mwana wa Maalim Mashi. Karibu tuwe sote. Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallama ametokana na ukoo wa Bani Hashim. Ukoo huu umeitwa jina hili kutokana na kurithi jina hili kutoka kwa mzee wao Hashim ibn Abdul Manafi, ambaye ni babu wa pili wa mtume baada ya Abdul Muttalib. Baada ya kusimulia katika sehemu ya kwanza na tukakomea kurejeshwa kwa Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam akiwa mdogo kwa mara ya pili kwa mwanamke mlezi Bibi Halima Saadia kwa ajili ya kuendelea kunyonya, baada ya Bibi Halima kumwomba mama yake mtume Bi Amina aendelee kunyonyesha na kumlea mtume. Ilichukua takriban miaka miwili mingine tangu Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam aliporejeshwa kwa mama Halima Saadia, kukatokea tukio la ajabu ambalo liliajabiwa na watoto walioshuhudia, pengine hata wale waliosimuliwa katika kizazi kilichopita na hata kizazi cha sasa. Ni tukio la kipenzi chetu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kujiwa na malaika Jibril alipokuwa akicheza na watoto wenzake. Malaika Jibril akamchukua na kumlaza chini, akapasua kifua chake na kutoa moyo wake, kisha kutoa pande la damu akisema, hii ndio sehemu ya shetani kwako. Aliuosha moyo wa mtume sallallahu alaihi wasallama ndani ya dishi la dhahabu kwa maji ya Zamzam. Baadaye akaunganisha na akaurudisha pahala pake. Wale watoto wenzake waliposhuhudia tukio hilo walikimbia mbio kwa mama yake na kumwambia, hakika Muhammad ameuliwa. Kwa bahati njema, mara ile ile wakamuona Muhammad anakuja hali ya kuwa amebadilika rangi. Baada ya tukio hili, Bi Halima Saadia alipatwa na wasiwasi na shaka isiyo kifani kwa mwana wa watu na kulazimu kurudi hadi Maka kumrudisha Muhammadin sallallahu alaihi wasallama kwa mama yake Amina bintu Wahabi, wakati huo mtume akiwa na miaka 4. Naye Bi Amina, baada ya kuishi na mwanawe kwa muda wa miaka miwili, alimpeleka mwanawe kwa wazee wake katika mji wa na kuwatembelea wajomba zake wa mama katika familia ya Banu al-Najjar. Katika safari hiyo, Bi Amina alikwenda pamoja naye Ummu Aiman aliyekuwa kijakazi wa mama Amina na mumewe Abdullahi. Kama haitoshi, Ummu Aiman ndiye aliyekuwa mwangalizi wa mtume. Inatajwa pia wakiwa huko, Bi Amina, Ummu Aiman na mwanawe mtume walipata nafasi ya kuzuru kaburi la mume wake na baba wa mtume aliyezikwa katika mji wa Darul An-Nabigha uliopo Yathrib wa sasa Madina. Baada ya kukaa Madina kwa muda wa mwezi mmoja, Bi Amina akiwa na Ummu Aiman pamoja na mwanawe mtume katika usafiri wa ngamia, aliaga familia yake na kuanza safari ya kurudi katika mji mtakatifu wa Maka. Masikini Bi Amina walipokuwa njiani wakirejea katika mji wa Maka, yakamjia maradhi katika hali ambayo hakuweza tena kuendelea na safari yake, kwani maradhi yalichachamaa. Baada ya muda kidogo wa udhaifu na maumivu, hatimaye akafariki dunia katika sehemu iitwayo Al-Abwa, kijiji kilichopo pembezoni mwa mji wa Madina. Hili likawa ni pigo kubwa kwa kipenzi chetu Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallama. Kwa hiyo katika umri wa miaka 6, Rasulullah sallallahu alaihi wasallama aliachwa yatima asiye na baba wala mama kwa kumpoteza mama yake kipenzi Bi Amina bintu Wahabi, tena katika umri ambao watoto wahitajia sana mama zao mithili ya kipofu anavyohitajia fimbo au bakora ya kumwongoza njia. Matengano hayo ya mama na mwana yalitokea baada ya miaka miwili tu ya kuishi pamoja kwa mapenzi, amani, raha na buraha tangu walipotoka kwa Bi Halima Saadia. Baada ya tukio hilo ambalo hapana shaka lilitonesa moyo wake Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, hasa ukizingatia ladha na utamu wa mama, kwani mapenzi ya mwana kwa mama hayana kadiri wala kiasi. Bi Amina huyu kwa mtume alikuwa johari ya maisha yake na tegemeo. Hasa angalikuwa mshauri mwema kwake pia katika siku zijazo. Mauti yake ya mapema ilikuwa ni msiba mkubwa kwa mtume. Bi Amina alifariki dunia akiwa na umri wa miaka 20 tu. Inatajwa mtume alipata fadhaha na huzuni ya hali ya juu. Ummu Aiman ndiye mwanamke aliyeshuhudia hali ngumu ya mtume wakati huo, ambapo ngao yake, faraja yake ikimwacha angali katika umri mdogo wa miaka 6. Ummu
Ayman naye alipatwa na huruma isiyo kifani kwa mtume. Kwa mambo yote na ihsan aliyoyafanya kwa rasuli Ayman, itoshe kukumbuka maneno ya Waswahili, ukiona kaigama basi kipo alichoegemea. Katika wakati ambao Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam alikuwa na makiwa ya mama yake, egemeo lake lilikuwa ni Ayman, mwanamke ambaye katika tarehe ya Uislamu jina lake limeandikwa kwa wino wa dhahabu, ishara kielelezo cha wanawake wema waliopata kutokea duniani. Kwa hali hii alimbeba mtume aliyefadhahika na kurudi naye katika mji wa Maka hadi kwa babu yake bwana Abdul Muttalib. Ayman akaanza kumsimulia kwa yale yaliyomtokezea bibi Amina, kuanzia maradhi ya ghafla hadi kifo chake. Mzee Abdul Muttalib alisikitika mno kwa taarifa hiyo, ndipo akamwamuru Ayman kumwomba amlee pamoja naye katika nyumba yake kama alivyokuwa akifanya katika uhai wa mama yake. Chambilecho wa Swahili, aliyekosa titi la mama hata la mbwa huamwa. Hakika Ayman alimtumikia mtume kwa ubora wa utumishi tofauti kabisa baina ya alivyokuwepo mama yake, kwani safari hii alizidisha sana mapenzi kwa mtume. Aliongeza zaidi juhudi yake ya malezi kwa upendo, alimfunika juu yake kwa upole na huruma. Alifanya hivi kutokana na hofu juu yake na machungu kwa kutengana na mama yake. Alimpa hisia ya kwamba yeye hakuondokewa wala hatokutana misukosuko kwa kufariki mama yake. Inasemwa Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallama katika siku za mwanzoni, kila mara alipokuwa peke yake alikuwa anakumbuka alipokuwa amesimama kwa kumzika mama yake, na akilini mwake alijiona pia akimkumbuka baba yake ambaye alikufa akiwa tumboni mwa mama yake. Alihisi kuvunjika moyo kila alipomkumbuka mama yake, lakini babu yake Abdul Muttalib alimfariji kwa kumtuliza na kumkumbatia. Hakika alimuonea huruma sana. Kumbukizi ya mtume kwa mama yake haikuwahi kutoka kichwani mara moja, kwani hata katika umri wake wa utu uzima alikuwa akiyakumbuka yale yaliyomtokea kila alipozuru Madina, ikiwemo kuiangalia nyumba aliyokuwa na mama yake wakati huo. Mzee Abdul Muttalib alimpenda mno mjukuu wake huyu wa tunu, mwana wa mwanawe kipenzi Abdullah. Hata hivyo, bwana Abdul Muttalib, babu wa mtume, alipatwa na mauko wakati huu mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam akiwa na umri wa miaka 8 tu. Na hapa tena mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anapata madhila ya kumpoteza babu yake kipenzi, aliyemfuta machozi wakati wa kulia, aliyemsaidia katika mambo mengi wakati wa maisha yao, hata yale ambayo mtume yangalimshinda kutenda peke yake. Upweke ukachukua nafasi kwa mtume juu ya msiba huu, na hivyo upweke ukawa ni rafiki na mgeni wake wa kila siku, ingawa Ayman alikaza demani kuhakikisha mtume hapati dhiki ya unyonge. Machozi alimtoka rasuli yakatosa macho yake. Ilikuwa ngumu kuyazuia, sababu pigo zito lilimjia na kulegeza sukurubu za malazimu yake yote, na hii ilikuwa ni mara yake ya pili kulia tangu msiba wa mama yake kipenzi aliyempenda na kumheshimu kama mfalme. Kabla ya kukata roho, bwana Abdul Muttalib, babu wa mtume, alihusia kwa mwanawe Abu Talib, ambaye huyu alikuwa ni ndugu wa baba mmoja na mama mmoja na baba wa mtume Abdullahi, kumlea mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Baada ya kufariki mzee Abdul Muttalib, mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam pamoja na mlezi wake Ayman wakahama kuelekea katika nyumba ya Abu Talib, ammi yake na mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hakukuta mtume katika nyumba hiyo mpya isipokuwa ukaribishaji mzuri kutoka kwa mke wa ammi yake Abu Talib, Bi Fatima binti Asad, mwanamke mwenye upole aliyefanya ukarimu wa hali ya juu katika malezi ya mtume. Ayman mshuhudia mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam akikuwa hatua baada ya hatua hadi kuingia utu uzima. Kwa hakika hisia za Ayman zilifanana na hisia za mtoto kwa mwanawe, na alikuwa akihudumia katika nyumba ya Abu Talib kwa nafsi yake yote. Hata katika siku za utume alikuwa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam akisema kuambia watu kuhusu Ayman, hawa ndio watu waliobakia wa nyumbani kwetu. Je, nini kilifuata baada ya mtume kuangukia katika nyumba ya ami yake Abi Talib? Yalikuwa ni maisha ya aina gani kwake? Usikose kufuatilia sehemu ya 3 ya simulizi hii. Asante kwa kuwa nami. Ndimi Abdullahi mwana wa Maalim Mashi. Kutokana na maombi na ushauri wa wadau wa Kishki TV duniani kote ya kuomba kuichangia Kishki Online TV ili nao wapate kheri zinazotokana na kazi hii, sasa milango ipo wazi kwako Muislamu popote pale ulipo. Unaweza kuichangia Kishki TV kwa kutoa sadaka yako ili umma wa Uislamu uendelee kunufaika na maudhui ya vipindi mbalimbali vyenye ukumbusho na mafundisho lukuki kutoka hapa Kishki TV. Kumbuka kutoa sadaka hata kwa kiasi na ikhlas na kufurahi pindi itakapofika korabuka. Changia Kishki TV kupitia Airtel Money 0789
5555 au Vodacom M-Pesa 0746588888. Jina Kishki Online TV. Kishki TV, nuru ya dini yako.